Right, sasa Princess Tifa Dangote amemake headline tena kupitia mitandao ya kijamii baada ya kushare picha zake ambazo zimeonyesha kuwagusa watu wengi sana kwa sababu ya mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea kwenye mwili wake. Naweza kusema kwa upande wa ukuaji, recently anaonekana ni mdada kabisa, like wow. Sio kale katoto tena ambako tulikuwa tunakaona kanacheza TikTok kanarukaruka, watu wanasema watu wakawa wanamcheka kwamba bana baki tu kwa mtoto wa tajiri, mambo ya kucheza uwezi. So yule mtoto tena mzee. Right now she is a serious sister na ameonyesha kukua sana. So it's a great thing na nimeona watu wengi sana wamependa, hususan peji za wambea wengi sana. Nimeona Global TV amemposti, lakini pia peji nyingine nyingi za wadaku zimemposti. That means hii inaashiria udogo na ana influence kubwa sana. Just imagine at that age anafuatiliwa kwa kiasi hicho, na ukiangalia page yake ina followers zaidi ya milioni 4 na ana endorsement za kutosha, na mpaka sasa hivi yuko endorsed na Vodacom, yuko endorsed na NMB, lakini pia yuko endorsed na GSM Mall. Bro, that's a great influence. Nafikiri ni kitu kikubwa na ni namna tu ambavyo wazazi wake ambavyo ni wajanja na ni mastaa ambao wanajua kuwekeza. Let's say just imagine kwa mtoto tu wameweza kuwekeza kiasi cha kwamba dogo ni star na anapata deals pamoja na endorsement kibao akiwa na umri huo. Yani just imagine umri huo wa Tifa anapata endorsement kutoka kwenye kampuni kubwa ya Vodacom na kampuni kubwa ya NMB pamoja na taasisi kubwa ya GSM Mall. Bro, that's a great thing. Right, so apparently Diamond Platnumz ana watoto 3 ambao ndio tunawafahamu, yani ambao ndio wapo legally, ambapo wa kwanza ndio huyo ambaye ni Princess Tifa au Latifa Nasib, ambaye ndiye wa kwanza na amezaa pamoja na Zari the Boss Lady, mwanamitindo kutoka Uganda. Lakini pia mtoto mwingine wa pili ambaye anaitwa Prince Nilan, ambaye pia amezaa na Zari the Boss Lady. Lakini pia mtoto mwingine kutoka nchini Kenya ambaye amezaa na Tanasha Donna, ambaye anaitwa Nasib Junior. So big shout out kwa Diamond Platnumz. Napenda namna ambavyo anafanya, anatengeneza content au anatengeneza marketing katika kila kitu ambacho anakifanya. Let's say kwa watoto wake, familia yake and everybody around him is star kwa sababu ya Diamond Platnumz. Na kitu ambacho nakipenda ni kwamba sio tu kwa sababu wanakuwa karibu naye ndio maana wanapata ustaa, hapana. Ni namna ambavyo yeye anatengeneza mazingira ya wao kujulikana kwa kufanya nao kazi au kwa kuwa pamoja nao. Mfano mkubwa, kuna ndugu zake Diamond ambao wamepata ustaa mkubwa na hakuna hata ambacho wanakifanya, yani hawana kipaji chochote. Let's say Ed Santos amepata umaarufu mkubwa na ukiingia Instagram yake ana followers wengi sana, lakini sio mwimbaji, sio mchezaji, wala hana kipaji chochote, but amekuwa star kwa sababu tu ya kuwa ndugu yake na Diamond Platnumz. Lakini pia Ricardo Momo though baadaye sasa, baada ya kufahamika kwamba ni ndugu yake na Diamond, ndipo ikaonekana akawa kama kumbe ana hidden talent ambayo ni upresenter, though ilikuwa ni baadaye. Lakini ni Diamond Platnumz ndiye ameifanya mpaka leo hii jina lake ni kubwa. Ukisha na familia yake, kuna hawa watu ambao pia walishawahi kupita kwenye mikono yake. Let's say Zuena, ambaye mpaka sasa hivi ni star pia mkubwa sana. Na wadada wengine kibao ambao washai kushoot nao video and stuff like that. So it's a sign kwamba Diamond Platnumz sio tu msanii, lakini pia ni mtu ambaye ni talented, lakini pia anao uwezo wa kumtoa mtu na kumnyanyua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kukaa naye karibu tu. Yani ule upepo wake tu ni tosha kabisa kumfanya mtu atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye upande wa kupata popularity. Thanks for watching. Mini the baddest boy Mbabe Ninja in town, Duncan 99. Usisahau kusubscribe. Until next time.